Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tunafurahi kwa mara nyingine tena kuwa nawe shekhi wetu katika chaneli yetu hii pendwa ya Nurul Qalbi TV. Naam. Tunapenda kukaribisha kwa mara nyingine, karibu tena. Asante sana. Na vipi kwa siku ya leo, umetuandalia zawadi gani au umewaandalia watazamaji wetu zawadi gani kwa siku ya leo? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba wake na waislamu wote ambao watakaofuata mwenendo wake hadi hiyo siku ya mwisho. Katika kupita kwangu na kukaa na kutafakari, nimeona leo ni tukumbushane katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, na ni jambo nimetafakari nikasema fadhila za kusoma Qur'ani mwezi mtukufu, kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashaallah, mashaallah. Mada adhim sana kwa kweli. Wallahi wengi wameghafilika katika jamii yetu, hasa katika mwezi wa Ramadhani na kujitenga mbali na kusoma Qur'ani. Hiyo ni mada adhim kabisa kwa kweli. Waislamu wana hamu na wana shauku ya kuweza kusikia yaliyomo kwenye mada hiyo insha Allah. Mashaallah, bismillahirrahmanirrahim. Manake ni kwamba ni watu ni kama vile wanaghafilika, na sisi tuko duniani hapa, lakini tunaweza kuwa na sisi tunaghafilika, lakini panakuwa katika namna ya kukumbushana ili watu wazindukane na wapate fadhila za Allah. Na misimu kama vile hii ya karibia Ramadhani na Ramadhani kufika, watu wanakuwa nakumbushana ili Ramadhani kifika wapate fadhila nyingi zaidi, mpaka hata Ramadhani naondoka waje wamemaliza Ramadhani wana mavuno mazuri. Kulikoni kukaa tu labda tucheze kisoro, tucheze dame, pige ligala, pige vitu gani, na pako mambo ambayo ukiyafanya mwezi wa Ramadhani kwenye saumu, inshallah, na saumu yako ikiwa iko vizuri, unapata fadhila nyingi sana, kama vile kusoma Qur'an. Kusoma Qur'ani, kwanza Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu, na maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu amteremshia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maneno yenyewe kama kisi Mwenyezi Mungu alivyosema teremka mwezi wa Ramadhani, kama kisi alivyosema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao Qur'ani iliteremka kwayo. Kwa hiyo kama Qur'ani iteremka mwezi wa Ramadhani na wewe Mwenyezi Mungu amekujalia kufika mwezi wa Ramadhani, unasubiri nini kusoma Qur'ani? Soma Qur'ani kwa wingi, soma Qur'ani kwa sana, soma Qur'ani nje, barabarani, ndani, sehemu zote, soma Qur'ani kwa sababu ina fadhila kubwa sana. Kwanza ni maneno ya Mungu, sio magazeti shekhi, wala sio maneno ya kwenye kahawa, ni maneno ya Allah, ni maneno ya Allah. Na katika hayo kuweka nguvu katika hilo jambo, Mtume alisema sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake alisema kusoma Qur'ani, mtu kusoma herufi moja unapata daraja 10. Akatoka katika maneno yake akasema sio alif lam mim, hapana, eti ndio daraja 10. Alisema alif harfu, lam harfu na mim harfu. Kwa hiyo kwenye hizo herufi 3 unapata daraja 30. Sasa ukisoma surati al-Fatiha yote ina herufi ngapi? Herufi nyingi sana. Kwa hiyo ubora, tunaweza kujikutana ubora sio wenyewe tunafanya nini? Tunaupoteza, na fursa hii iko na kila kitu. Sawa? Naam. Mtu anaweza sema mimi Qur'ani sijui yote, sijui namna gani na kila kitu. Lakini kama kuna sura unaijua, surati al-Fatiha, surati al-Ikhlas, sura gani, kama kuna sura zako 3 2 5, zisome na ndio zirejea. Zisome na zirejea. Ni fadhila zinaenda zinapanda. Wale wenye hafidhu Qur'ani hao ndio kabisa wanapiga Qur'ani yao vizuri kabisa. Kwa siku unaweza kupiga hata juzu moja ala aqali,
kwa siku hata juzu moja, juzu mbili, wenye uwezo hata juzu 3. Yote ni fadhila, inakuja kuongeza katika saumu ambayo uko nayo. Unakuja kujikutana, unapata mambo makubwa, mambo mazuri, na Ramadhani mpaka inamalizika unakuwa uko vizuri zaidi. Na katika faida nyingine ya kusoma sana, zile sura zinakuwa zinakaa vizuri, unakuwa unazihifadhi. Mashaallah. Unakuwa unahifadhi. Hiyo baada ya Ramadhani itakuwa imeondoka, zile sura kuzisahau itakuwa ni ngumu, kwa sababu mwezi wa Ramadhani umezisoma sana. Hiyo ni katika fadhila za kusoma Qur'ani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Somesha watu. Unaweza kuwa huko unajua, lakini kuna watu wengine hawajui. Wasomeshe. Wasomeshe surati al-Fatiha, surati al-Ikhlas. Watu wengine kursi hawajui, ayatul kursi hawajui. Wasomeshe hizo sura. Aya baadhi katika Qur'ani wasomeshe, upate fadhila katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kulikuwa ni kukaa kwenye mambo ya tunaweza kusema ni ya upuuzi au ya kupoteza muda. Kwa sababu wanasema tukae hapa tupige ligala ili tupoteze muda, tungoje sasa iftari. Hapana, unapoteza muda. Na kusoma Qur'ani sio mchana tu, mpaka hata usiku. Kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni usiku na mchana, sio mchana tu, na usiku ukiwemo unapata hizo fadhila. Kwa hiyo ndugu zangu, na sisi najihusia mimi na kuhusia ndugu zangu pia, tufanye hilo kitu kwa sababu ya kutafuta fadhila za Allah. Mashaallah. Aiyo. Alhamdulillah, tumepata faida kubwa kutokamana na ubora na umuhimu wa watu kusoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Naam. Vipi kwa yule ambaye ana uvivu wa kuto kujihitamu na Qur'ani, unamshauri kitu gani? Ule ambaye kuna uvivu, uvivu unatokana na nafsi yake kwanza. Naam. Yeye na nafsi yake kwanza, yeye mwenyewe azungumze na nafsi yake, yeye mwenyewe azungumze na nafsi yake. Uvivu unatoka wapi? Akiujitoa utatoka, lakini akijiindikiza nafsi gisi inavyotaka, mimi ngoja nilalelale tu bwana, si mwezi wa Ramadhani tunalala, tunaamka, tukiamka tunafuturu yamekwisha. Akiendelea lala, atajikutana mwezi wa Ramadhani umeisha, anakosa fadhila nyingi sana, nyingi sana. Kwa hiyo inabidi ajihimize, ajikaze, kwa sababu ni ikhtibari. Mwezi wa Ramadhani ni ikhtibari, sio jambo la mchezo. Ni mtihani, na mtihani hautapata malipo mazuri bila mtihani kuupasi. Inabidi ufanye juhudi kwa nguvu zote ili uone hichi kitu mimi nakipata. Inshallah. Hichi kitu mimi nakipata, na hakuna, na kama ingekuwa mfano kama vile bana mtu mmoja asoma surati al-Fatiha tu hapa anapata reali 100 au reali 200, wangekuja watu wengi sana wangekuja. Sawa? Lakini kwa sababu ni sawabu ya akhira, mtu anaona nikibaki basi anadharau. Lakini ilikuwa ni fulusi ziko hapa mapema hapa, ngoja nakimbia. Mirongo ilikuwa mingi sana hapa, na yake watu wangetonda hapa mstari. Yani tumekosa fursa ya kuweka, pangekuwa pachache patoshi. Subhanallah. Aiwa. Alafu vipi kwa wale ambao kina mama ambao wanakaa muda mwingi sana wakitazama seri na misalsalati tofauti, unawashauri vipi na jambo hilo la kujihitamu na Qur'ani? Shahru Ramadhani ni mwezi wa swaumu. Swaumu ni kujiziwia kula na kunywa na kukutana, kuingiliana mke na mume. Maanake ni kitu chenye watu wanapenda, lakini kitu chenye wanapenda Mwenyezi Mungu amekifanya watu wafanye nini? Wakiache. Sasa unaweza kuwa unapenda zile sinema zile zinaitwa za maseri. Naam. Sawa, zile sinema za maseri watu wengi sana, manyumba mengi wanayo. Naam. Sio wakati wake, sio wakati wake kabisa. Huu ni wakati wa kufanya dhikri, ni wakati wa kufanya toba, ni wakati wa kusoma Qur'ani, ni wakati wa kufundisha mambo mazuri, ni wakati wa mambo mazuri tu. Ama swala misalsalati achana nayo. Sawa? Kwa sababu misalsalati unakuwa unatizama, unapata sababu ngapi? Hakuna. Hamna. Lakini mkikaa mnakumbushana maneno mawili matatu, mnapata faida, na pale mnapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Sawa?
lakini ile msalsalati itaisha pale, au umeme utakatika, moja umeme umekatika, basi inaisha. Lakini Qur'ani haiishi na sababu zake haziishi. Unajiwekezea katika mizani yako ya kheri hiyo siku ya Kiyama. Kwa hiyo wale watu wa misalsalati inabidi waachane nayo, waachane nayo kabisa. Ni kweli wanazipenda sana na wanazipenda kabisa, afadhali ukose ile sukari, lakini ndio kanunue na ni hii wakanunue kama ni CD, kama zingaki ma CD angaliki yao wakatilishe sinema, wakatilishe sinema flash kwenye studio, weka useribu 8 ndio utatufikisha mpaka usiku. Allah kaifa huo ni uharibifu wa mali, tena unafanya uharibifu wa mali mwezi wa Ramadhani. Aje bwana, acha mambo ya hivyo. Tafuteni mambo mazuri ya kufanya, yapo. Huyo ni shaitani, hata kama unasema shaitani amefunga, lakini amewaachia mwe, nafsi zenu zinakuwa ziko na uchafu ule shaitani. Na wapendezeshia kitu ambacho hakina faida na mwe. Mafi faida shehe. Kama uwezi kabisa, kaa chini usikilize, weka kaseti ya nani hii ya Mahiri, au utaweka ya nani ya wasomi wa Qur'ani, usikilize basi. Kaa basi usikilize. Chukua msahafu wa Kiswahili, haujui, soma tafsiri ile ya Kiswahili pale, utapata maana. Qur'ani siku hizi alhamdulillah, utasema mimi sijui Kiarabu, sawa, hujui Kiarabu, toka Kiswahili basi nayo. Ya Kiswahili ipo, kama ya Kiswahili ipo mashaallah, na ya Kirundi kwa lugha yetu ya taifa kule, ya Kirundi ipo. Soma, utapata faida kubwa sana tu inshallah. Naam. Kweli tunashukuru sana Sheikh wetu. Nami nashukuru pia kutembelea kwa siku ya leo na kutupatia faida zilizokuwa kubwa kama vile hizo. Kweli nimejifunza mengi kutoka kwako, na Allah akulipe kila la kheri. Amina, atupe sisi sote. Ajalie kwa wale wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa Nurul Qalb TV waweze kufaidika na yale ambayo uliweza kutufikishia. Allah subhanahu wa ta'ala aweze kulipa kila la kheri Sheikh wetu. Amin. Na Allah ajalie haya katika mizani ya kheri yako ya mema yako siku ya Kiyama. Amin, amin. Tunashukuru sana kwa kweli, na tunatamani na mara kwa mara tena uweze kurudia tena na tena, ili tupatie faida nyingi inshallah. Maana mwezi wa Ramadhani huu ni mwezi wa kupata faida zilizokuwa nyingi inshallah. Tutakuwa tuko tayari, wala hatuna shida yoyote. Tunashukuru sana kwa kweli. Naam. Tutakuwa tuko tayari inshallah, kwa muda wote tutakuwepo inshallah, tutakumbushana inshallah. Kikubwa tu tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tufike mwezi wa Ramadhani, kwa sababu hatujafika bado. Atujalie tufike mwezi wa Ramadhani, na ni fadhila kubwa sana kufika mwezi wa Ramadhani. Wabillahi tawfik, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.